Tunaanzia hapa, huyu dada bwana anaitwa Ana. Alikuwa amekuja sehemu ambapo wanachora tattoo. Lakini pale pale mpenzi wake ambaye ni mume wake akatokea pale pale. Akamwomba mtu ambaye anachora tattoo ili aweze kumchora tattoo yeye. Ana hakujua kwamba mume wake ameshafika maeneo yale. Basi bwana akamwambia, vipi nikuchore tattoo gani? Akasema nichore tattoo ambayo jina John. Mchiza kwa akashtuka. Yeye anaitwa Tony. Alafu mpenzi wake anamwambia kwamba amchore na mtu ambaye anaitwa John. Atakamwambia kwani kuna shida? Akamwambia usijali wewe lala, mimi nitafanya kama ulivyoniambia kwa sababu ni kitu ambacho umekipenda. Lakini mchizi alishtuka sana. Akasema sasa inakuaje? Lakini alikuwa anazidi kufikiria sana pale. Akasema inakuaje? Kachukua ile maua akapiga chini. Alikasirika sana. Basi tayari kugeuka pale akamwambia hapana usijali. Mimi kila kitu nitakiweka sawa. Kwa sababu kama umeniambia niandike John, kwani huyo John ni John nani yako yani? Kwa nazidi kumdadisi pale ili aweze kumuelekeza kila kitu kabisa. Basi pale akazidi kumchora pale ili aweze kama alivyosema, kwa sababu ile huko alikuwa anafikiria sana. Yeye anaipa na mchizi aliendelea kumchora tattoo, hakuwa na namna, lakini pale pale kwa ajili ya hasira zote akawa anazidi kumchoma. Lakini bila akasema kwamba hivi kwa nini unafanya hivi? Unaniumiza. Lakini akasema usijali, nimekosea kidogo. Uweze kuamini. Yaani mchizi ambaye ni Tom kwa ajili ya hasira zote na maneno ambayo anazidi kumwambia bidada, anazidi kuchanganyikiwa kabisa. Wewe imagine bwana mchizi ambaye ni Tom alimaliza kuchora ile tattoo, akawa anazidi kumuelekeza pale kwamba kila kitu kimeshakaa sawa. Nimeshamaliza na usubiri baada ya muda kila kitu kiwe sawa. Ndio utatoa hii karatasi hapa ambayo nimekuwekea. Akasema sawa, nashukuru. Kumbuka mchizi ambaye ni Tom alibadilisha sauti ili bidada asimsikie kabisa kama ni yeye. Basi pale mchizi akamaliza akasema kwamba mimi nimeshamaliza, kwa mimi ngoja niondoke. Baada ya muda kadhaa utatoka. Aisee, huwezi kuamini. Na bidada hakuelewa kabisa. Pale pale mchora tattoo akafika na kuna mambo mengine kaingia pale kwa na maua. Kaulizia, "Nilikuwa namtafuta bidada fulani hivi. Yuko hapa." Akasema, yuko kwenye chumba kile." Basi bwana akamuelekeza mchizi akafika pale. Huwezi kuamini. Akamuita baby. Kumbe bwana na huyu ana mahusiano. Huwezi kuamini. Nakumbuka mume wake na Ana yuko mumu kwenye chumba cha kuchora tattoo. Huwezi kuamini. Pale pale akasema, "Mbona umechelewa kipenzi changu? Nilikuwa nasubiri muda mrefu mpaka nimemaliza kuchora tattoo." Akasema, "Usijali." Pale pale makisi na nini. I say mambo ya mapenzi utasemaje yani? Noma kweli kweli. Basi pale pale mchizi akasema kwamba leo ni siku yetu. Nimekuja kwa ajili yako. Ni jambo muhimu la kukwambia. Mchizi kashuka chini mzee kwa upole, huwezi kuamini. Katoa pale na nilia pete, huwezi kuamini, kwambia naomba nikuoe. Mimi nakupenda sana kipenzi. Nakuomba kabisa. Mchizi kwanza bidada kwanza kashangaa pale. Ana, ukasema uko serious kweli? Sema ndio, nipo serious kabisa kwa kile ambacho nataka kufanya. Lakini ukuniambia mwanzo, ndio maana nimekuambia nina surprise kwa ajili yako. Please naomba upokee. Upo serious? Ndio. Kumbuka bidada pale pale mume wake na Ana akapiga simu. Kumbuka yupo humu kwenye hili jumba. Huwezi kuamini. Pale pale kaiona akasema, "Samahani, nitakuja baadaye. Subiri." Pale pale kanyanya na nini, kachukua mto pale, akatoka. Mchizi akashangaa akasema, "Nakuja sasa hivi nakuja." Mchizi hakujua kwa nini amemwambia hivyo, alibaki tu anashangaa. Pale pale kachukua shuka na nini, akatandika pale, akajifunika mumo kwenye kitu chumba, akapokea ile simu ya mume wake. Huwezi kuamini. Ili uonekane kwamba amelala yupo nyumbani. Noma kweli kweli. Basi pale pale akawa anazidi kuongea na mume wake na nini, akasema, "Naona umelala." Akasema ndio. Akasema njoo muangalie. Hivi huyu mke wangu ni mzuri? Pale pale kaingia ule jamaa ambao walikuwa naye kule. Dada kashangaa. Usi ndio ulikuwa naye sasa hivi? Mpenzi wake ambaye ni Jordan. Pale pale akafuata kwenye kile chumba, akawakuta. Pale pale akashangaa. Akasema ndo nini hiki? Akasema wewe mwanamke mshenzi kweli yani. Unanidanganya kabisa upo nyumbani umelala wakati tupo wote kabisa hapa. Sio bwanake? Yaani wewe mwanamke ni mjenga kabisa. Yaani kwanza kitu ambacho sichokijua, mimi ndo nimekuchora tattoo. Pale pale kaangalia, kumbe yule mtu ambaye alikuwa anaongea kule anajiachia nini, anaongea maneno yote, kumbe mchizi ndo yale maua mchizi pale pale Jordan akatupa, akachukua na pete mwamba ambaye ni Tom, naye akatupa pale pete ambao walioana kabisa kama mke na mume, akatupa akasema kuanzia leo usijuane kabisa, wewe mwanamke ni mchenzi kabisa. Jordan na pale pale kamchana akamwambia, mzee hapa hakuna mke. Wote wakamwacha nje. Hapana, huwezi kuamini. Wote hawakujua kwamba dada huyu ana tabia hizi. I say dada alibaki pale pale na ushenzi wake na nini, akawa anazidi kujilaumu, anasema kwa nini nimefanya hivi? Hii inatufundisha kwamba ukiwa na mchipuko anaweza kawa sababu ya kuvunja ndoa yako, au tuwe makini na michipuko ambayo tunakuwa nayo. Huo ndio mwisho. Hakikisha una subscribe. Bye.